haiwezekani. Kwa macho haya ya nyama ukweli haikuwa inawezekana, mpaka Musa mwenyewe akashtuka, akakwisha. Lakini akaambiwa na Mungu, fanya hivi, fanya hivi. Yale maji yakaweka ukuta pande hii, yakaweka ukuta pande hii. Mkono wa maisha ya mwanadamu, waweza kuona huyu anashindwa, huyu anashinda, huyu anaisha, huyu anaishi. Si kwa sababu nyingine, Mungu mwenyewe anajitakia utukufu kupitia wanadamu. Paulo akawaandikia. Ukiangalia katika barua za Paulo, kuna mahali alikuja kuandika, akasema ya kwamba kwa sababu ya ule uzuri niliouona, nilioupata kwa Yesu Kristo, na hesabu kuwa kila kitu ni bure. Kwa nini? Kwa sababu alielewa na akajua ya kwamba mimi vile ninavyokaa ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Wakristo, ngoja niwaeleze siku ya leo ya kwamba haina haja tukajipige kifua ya kwamba mimi nimeweza kuliko mtu mwingine yoyote awaye, lakini ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wacha Mungu apate ule utukufu. Ndio anasema ya kuwa aliweka hiyo hazina, alikuwekea uponyaji. Ukimgusa mgonjwa anapona, ukimwongelesha mtu neno linatendeka. Si kwa sababu ya utukufu wako, lakini kwa sababu ya utukufu wako. Ni kwa sababu heshima imrudie mwenyewe Mungu. Ndio nakuja hapa nawaambia, ndugu zangu, eleweni haya ambayo nawaeleza siku ya leo. Na Paulo ndio mtu ambaye aliona haya mambo macho kwa macho, kwa sababu Paulo alikuwa mpinga Kristo. Paulo alikuwa muuaji. Paulo alifanya vituko vyote, lakini Biblia inasema ya kwamba akakuja akageuzwa. Yaweza kuwa church uko chombo cha udongo, umeona ya kwamba mimi wacha hao watu waende, mimi siendi, watu waamini uwezo wangu ni kidogo. Ngoja nikwambie, kile kidogo chako Mungu anataka utukufu at that level. Ndio Yesu akatoa mfano akasema ya kwamba bwana mmoja alisafiri, lakini alipokuwa akisafiri aliwacha hazina kwa watu mbalimbali. Mmoja akaachiwa fungu fulani, mwingine akaachiwa fungu fulani, mwingine akaachiwa fungu fulani, mwingine akaachiwa fungu fulani. Ngoja nikwambie Mkristo, asubuhi ya leo na hata sasa hiyo iko. Kila mtu ako katika kiwango chake, na hazina imewekwa. Hazina imewekwa. Bwana wetu ameweka hazina katika maisha yetu. Kwa hivyo hazina hizo tusizifiche, ili mwishowe sije tukaitwa wajinga. Paulo akawa anawaelezea, akawa anawaambia, ili adhama kuu itoke kwa Kristo, isitoke kwetu sisi. Sisi tusitoe huo utukufu, lakini kwa sababu ya Mungu huo utukufu utoke kwake yeye Mungu. Ndio sababu ya kuweka hazina katika vyombo vilivyokosa heshima. Maana katika Timotheo anasema ya kwamba kuna vyombo vingine havina heshima, lakini vilipatikana pale nyumbani mwa Mungu. Nasema hivi ya kwamba uko katika nyumba ya Mungu, una nafasi ya kufanya.
una nafasi kubwa ya kucheza katika mwili wa Kristo, katika hali ile uko katika huu mwili wa Kristo. Una mahali ambapo hapo ni lazima ukaweze kupashikilia. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba wale wana wa Israeli Mungu akawapigania, wakatoka, wakafika mahali, wakaangalia nyuma, hawaoni tena wale wa Misri. Nasema nini asubuhi ya leo? Nasema ya kwamba Bwana wetu ameweka hazina katika maisha yetu. Twastahili kuzifanyia kazi hazina hizo. Twastahili kufanya kile ambacho twawiwa na kukifanya kwa jina la Yesu Kristo. Nataka nikaweze kumaliza nikisema hivi ya kwamba Mungu wetu atusaidie, Bwana wetu atupatie nguvu, Mungu atupatie nafasi ya kuweza kuitunza hazina yetu, ya kuweza kuipatia hazina yetu ikaweze kutoa heshima. Mungu wetu anataka heshima. Wacha nikaweze kumalizia hapo, lakini ninasema hivi leo, how I wish kalaboshekerebezangala. Baba, asante, asante Jehova. Thank you Jesus. Asante Bwana, maana uko hapa Baba. Najua uko hapa kusamehe dhambi yule ambaye anaona amelemewa nazo. Baba, najua uko hapa kumbariki yule ambaye anaona ameishiwa. Hallelujah. Thank you. Thank you Jesus. Asante Bwana kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu, nyosha mkono wako Baba, ukaweze kugusa maisha yetu ewe Jehova, ili utukufu wako ukaweze kukurudia wewe. Utukufu wangu ukaweze kukurudia kwa uweza na nguvu zako. Jina lako Baba libarikiwe. Jina lako Bwana litukuzwe. Yule aliyeweza kusikia, yule atakayesikia, yule aliyeweza kutazama, atakayetazama. Mungu, nyosha mkono wako na ukaweze kumgusa, na utukufu Bwana na heshima vikakurudie wewe kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naomba nikiamini. Kubarikiwe jina lako Bwana. Asante, asante. Basi ni Gospel Revival Center Shamzu, tuko hapa maeneo ya Water, na tunashukuru Mungu kwa huu wakati, na wakaribisha nyote ambao mnatufuatilia katika mitandao yetu. Naomba mkaweze kututembelea basi hata siku zingine tukaweze kuwa